and I will worship you with all of my heart, and I will worship you with all of my mind, and I will worship you with all of my strength, for you are my Lord. You are my Lord. For you are my Lord. I'm my Lord. Jesus, you are my Lord.
me to read to you the word of the Lord from the book of St. John 4 and chapter 4, verse 23 and 24. And the word of the Lord says, "But the hour cometh," in the King James Version, "and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship him." And 24 says, "God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth." This is intimate worship beyond the music. My name is Veronica Mwakio. It is a pleasure that you have given us your time, and I'm happy to come your way again, the day that the Lord has given unto us to rejoice and be glad in it. Today, we are going to talk about the place of the Holy Spirit when it comes to worship, but we are diving a bit into thinking of, or maybe talking about, speaking in tongues. There are people who believe in speaking in tongues, and there are those that do not believe in speaking in tongues. So today we want to know, where exactly does the truth lie? With me in studio are three wonderful servants of God, and I'm going to give them, as usual, the pleasure of introducing themselves. And I'm going to start from my very far left, the woman of God, to ambaye Mungu ametupatia. She is the carrier of this mandate, Global Prophetic Worship Ministries, which is the one that is sponsoring this program. We always meet every second Saturday of every month right here in Nakuru City in Kenya. Please, Ma, you're welcome. Hello, viewers. I'm Lydia Mwaura. I love Jesus. He is Lord and Savior. Thank you for tuning in. Amen. Amen. And immediately after her, please, sir. Hello, viewers. I'm Samuel Chege. Thank you for being here. Be blessed as we fellowship together. Amen. Amen. And on my immediate left. Asante. Bwana Yesu asifiwe sana. Majina yangu ni Mukio Moshumbe. Na nashukuru Mungu kunipa fursa hii ya kuwa hapa. Amen. Amen. Thank you so much. Like you've heard, wamejiintroduce. Na sasa tutaingia directly into our topic of discussion today. The place of the Holy Spirit when it comes to worship. Lakini tutaingia katika, je, speaking in tongues, kunena kwa ndimi. Je, ni lugha au tunaongea? Na je, inakubalika katika mwili wa Kristo when it comes to a worshipper wakati wa maabudu, au ni vipi? Na nitaanza na mama yetu Apostle. Ndimi zinakubalika sana. Sana, kwa sababu wakati ambapo Roho Mtakatifu alishuka kwa mitume, the first sign kujua kwamba Roho ameshuka ilikuwa kuongea kwa ndimi. The Bible says tongues of fire rested upon each one of them, and they spoke in different languages. So hata sielewi ni kwa nini mtu yeyote anaweza kupingana na kunena kwa lugha. Kwa sababu it's so clear in scripture. Si kitu tunatafutilia, iko so open. Yes. So mtu wa kukataa then ana sababu zake ambazo si za kimungu. That's what I would say. Ama anakuwa embarrassed kunena na lugha zenye yeye mwenyewe hazielewi. Kama kuna hiyo embarrassment, then atapingana nazo. Lakini kama umejimwaya kwa Roho Mtakatifu, umejitolea kwa Mungu, umesarenda, then hutapingana. Unapingana nini? Yeye ndio utapinganaje na Mungu? Kwa sababu si kitu unajibunia, ati unaanza kutafutilia nitasema nini. No, inakuja na Roho Mtakatifu. Yes. So kama ni lugha na ni lugha nzuri ya maombi, na wewe mwenyewe unajijenga nayo ukiongea na, which means wewe hutaki kujijenga. So why are you struggling and fighting against God by insisting hutaki kuongea na lugha? Ndio. Yes. I don't think it's right, Mr. Samuel Chege. It is right to speak in tongues because this is a heavenly language. I think is in 1 Corinthians chapter 14 verse 2, it says, "For anyone who speak in tongues does not speak to people but also to God."
So and mara mingi watu huona ni kama ni sarakasi. But this is a heavenly language. When you speak in tongues is like umefungua anga ingine ambayo shetani hayuko. Wow. Okay. To me, I understand it's like a language that the devil doesn't understand. Yeah. It's a language that now you're now mwaifika mahali, for example, unaweza kuwa uko kwa mnafanya kitu fulani and then it's like unapata kila mtu ukijaribu kuchenga hivi watu wanapata hiyo. Ukijaribu kwenda hivi mtu amepata kenye unafanya. But when you go to that now, ukiingia kwa hiyo lugha, sasa ni kama umefika mahali penye adui zako hakupati. I think what Chege is saying is the reason watu wanapingana nayo. Na wanaopingana wanatumiwa na shetani ndio hii kitu ionekane it's out of place. Na ni makosa sana kuongea kwa lugha. So that you are not edified. So kama hauko edified, then utakaaga tu flat every time, uko flat tired. Yeah. You know? Lakini ukinena kwa lugha unajijenga, which means you are growing in grace. Yes. And there is vile your connection is uninterfered with. True. So anyone wakupingana nayo then una become an instrument of the devil. Yeah. To water down what God has ordained to build us up. Wow. And what Apostle is saying is true, because kama unampinga roho wa Mungu, then what is really powering you? There must be another spirit that you are hosting yenye inapinga huyu roho wa Mungu, because like she says, it is the spirit that gives us utterance. Actually, it is even in the word of God. It is not your own strength. I don't know what you have to say about it, Pastor. I'm thinking of it in the context of a family. In every family there is a coded language for each family. Kuna unazasikia mama ameita na uone watoto wamefika mara moja. Unaona? Hata utazama kuku, unajua kuku kuna ikiona mwewe karibu, kuna vinye ina behave, kuna sauti inatoa na vifaranga wote wanakimbia kujificha ndani. You get me? Now that's their own way of communicating. Na sika binadamu unazafika kwa boma ya mzee fulani ama mama fulani na akaongea ukiwa hapo na usielewe anasema nini. Na labda amesema kamata yule ndama ama kamata yule jogoo, yule jimbi, tengeneza nini kitoweo. Wewe uko pale haujui kinafanyika nini, baadaye unatoa kitoweo kwa meza. So in every family there is a language of communicating. And I believe because we belong to the family of God. Yes. No, there is a language. The Bible speaks about Jesus being baptized. Wow. The heavens opened and the Father spoke, "This is my beloved Son." So the Father affirmed the Son. And then the Spirit in form of a dove descended and akatua kwa nini? Kwa bega. Sawa. Akaja akatua kwa bega. And so there is no way you can say kwamba you believe in Jesus, kwamba you acknowledge God, but you don't acknowledge the Spirit. And if you acknowledge the Spirit, then there is a language of the Spirit. That's right. That's right. Unajua shetani anaelewa kila kitu, lakini hiyo lugha haielewi. So the only way for you to edify yourself, to grow your spirit man, to register haraka kule juu mambo kama yanaenda jinsi sivyo unavyopendelea na utaki watu waelewe nini kinafanyika. The only way is to connect yourself to the Father. You getting me? Yes. And that's the easiest and the only way ambayo inafanya you get yourself connected very fast. Yeah. There's a scripture inasema Jesus talking to after establishing the church, we learn here kwamba ile mijeledi kule kudungwa mkuki, maji na damu ikatoka, those are the fluids of birth. Kanisa likazaliwa na alikuwa ametembea na mitume kwa muda wa miaka 3.5, si ndio? Yes. Lakini bado akawaambia subirini, nimewapatia ufahamu lakini kuna vitu vingine ambavyo hata nimewaambia hamwezi kuvielewa zaidi hadi kuja yule msaidizi. Unaona? So sasa kama huyu msaidizi amekuja na yupo ndani yako na yeye ndo anakuwezesha kuongea, kwa nini tunajaribu kukejeli kile ambacho Mungu amepitisha mwenyewe? Ndio. And then there's the issue of tuseme wakati Peter alienda kwa nyumba ya Cornelius. The Bible says while he was yet speaking, the Holy Spirit fell upon them. Walijuaje kwamba Holy Spirit amefall juu yao kama hakuna kitu walifanya? Yani tu alikuja tu na watu wakakaa hivi. The rest, kwa sababu the Bible says and the circumcision were surprised that the Holy Spirit has also fallen upon the Gentiles. Walijuaje amekuja juu ya Gentiles?
ama wali behave aje ndio wajue. To me I believe walianza kuongea kwa hiyo a different language. Different languages. Wakajua ala, kumbe Roho Mtakatifu anaweza kujaza hata Gentiles. So to me hiyo ni kama thibitisho kwamba mtu amejazwa. So kusema ati ninajua tu nimejaa Roho Mtakatifu lakini mimi siongeagi na lugha, hiyo ni lugha ingine ambayo si ya kibibilia. Ndio. Hiyo iko inasukumwa na something else. Na je, swali ni kabla sijaja kwako Mr. Samuel, when you say that ninajua nimejazwa na Roho Mtakatifu lakini kuongea siongei, are you really filled with the Holy Spirit? Kwa sababu kama yuko ndani yako, then there must be an expression. Ama yes, haezi kujipinga. Unajua hakuna venye unaweza sema mimi ni wa jamii na haongei lugha hiyo jamii. Hiyo tu ni clear indication. Hauwezi kuwa wewe, mimi kama saizi pengine niko na mtu na nataka nimeenda, for example nimetoka hapa nimeenda in a different country. Niende nisikie, mimi ni Mkikuyu, nisikie mtu anaongea Kikuyu. Definitely nitageuka kumtafuta. Kwa sababu mimi ni wa hiyo mimi ni from that tribe. So hakuna venye unaweza sema wewe umeokoka na uongei lugha ya kwenu, ya kwetu. There's a guy tulienda US. The fella mwenye alikuwa host wetu akatuambia huyo jamaa amekaa pale kwa mlango ni Mkenya. Tukamuuliza unajuaje? Nataka tu test. Akasema tutatest. Akafika tu hapa akasema habari yako? The guy said mzuri sana. Lugha ya nyumbani. So ilikuwa thibitisho huyu ni Mkenya. Hakuna kitu hatu kuuliza umetoka wapi wala nini. Lugha. Koza alisema huyu ni Mkenya, unataka tu test tuone. Akafika tu hapa akasema habari yako? Jamaa ali respond very fast. Because ni kitu ana identify with. So hata Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, hiyo lugha itatoka tu yenyewe. Naturally, yani hutalazimishwa. You don't even have to think about it. Absolutely. If you will have to think about it, then there is a question mark. Ndio hiyo ya kujilazimisha inakuja. Paulo anasema be not drunk with wine, but be ye filled with the Spirit. Na kile ambacho anasema when you do a study on that text, he is using a play of words. He's using a play of words. Anasema kama ili bilauri hapa liko na maji, si ndio? Anasema kama jinsi hiyo maji iko hapo ndani haijaja, si ndio? So kile anasema don't be drunk with wine but be filled with the Holy Ghost, ni kwamba venye kwa hivyo unajaza. Sawa? Ukiona kama imesonga kidogo unafanya nini? Unajaza. Yani kila wakati wewe umelevya tu, wewe umelevya nini? Unaona kama ukutana na mlevi wakati shakunywa vile vitu vyake, yeye hatambui. Ona, ikimtuma kuongea Kiingereza, yeye anakoroga tu kile Kiingereza jinsi anavyopenda yeye. Kwa sababu gani? Sio yeye, kile kilicho ndani yake kinamtuma kufanya vile. So Paulo anasema hivyo ndio unafaa kukua. Wewe usipende kuchachawizwa na pombe, usipende sana kile kileo kikufanya vile. Roho Mtakatifu anafaa kukufanyia hivyo. Akuchachawize. Anafaa kukufanyia hivyo. Sasa wewe wakati uko naye ndani umejaa Roho Mtakatifu, you are kwanza you have surrendered. Wewe ni kama mlevi, sawa? You have surrendered. Na si tena uwezo wako kufanya jinsi mambo unavyopenda. Unaona? Ni vile anavyotaka yeye. So hapo ndo inafikaga sometimes the world will not understand you because you become like wind. Unaona? You become like wind. Dunia inasema hapana, hii ndio lugha hapa. Unaona? But wewe nakwambia hebu tukutane pale kwa kona. Unaona? Ukifika pale kwa kona anakuzungumzia wewe. Watu wanasikia tu ukiomba wewe unaomba kama wewe. Unasema kwani huyu haelewi mambo jinsi yanavyoenda huko. Why? Because it's not you. You have surrendered. Wewe ni kama vessel tu. Aliye ndani ndio sasa under the power. So yeye ndiye anakodrive. Wenye tu mlevi anadriviwa na kileo chake. Ndio. Wow. So na tuseme ati hauko in control. The Bible says the spirit of a prophet is subject to the prophet. That's right. So that is why hatuendi tukiongea hiyo lugha anywhere ati unaweza habari yako na kuongelesha. Anda kununua maziwa. Rekosha tadada. Yes. Ama naenda kununua maziwa ninaanza kukorogea mwenye maziwa ninamwambia ninamkorogea lugha za kimbinguni na ni maziwa ninaitisha. So he's very controlled. Yes. Very controlled. Lakini mimi kama a believer ninampe expression.
in me. Ninampea expression. So sometimes kuna watu hawampatii hiyo expression. Ndio. Na ndio unaona sometimes mtu anang'ang'ana hataki kuongea hiyo lugha kwa sababu hajajiachilia. Lakini ukijiachilia, my friend, utaiongea tu. Utaiongea. Na haitakusumbua. At all. Haitakusumbua. Na si ati utaongea tu kila mahali kama wazimu. No. Kuna control. Yes. Lakini sasa ukifika like a language of prayer, my friend, aki ujui kenye una miss. I'm telling you. Inakuwa tamu. Sana. Yes, Mr. That's why it's good to understand ya kwamba kuna tongues between wewe na Mungu. Tongues between wewe na Mungu. Na hizo ni important sana. Sasa kuna watu ambao kuna zile tongues za mimi naongea kama no, not even it's speaking, now it is praying. Because I'm praying in tongues. Now I'm praying mimi na Mungu wangu. Lakini kuna watu wakifika anaanza kuongea kwa ndimi, kuna pengine mwingine haelewi anachokisema na kinafaa kupelekwa upande gani ama kinafaa interpretation, because kuna yenye inafaa interpretation. Kuna ile yenye mini vita, naona mimi napigana na shetani, na sasa kwa sababu sitaki aelewe, tulisema hii lugha ni ya binguni, sitaki aelewe, na sasa mimi tunaongea na Mungu wangu. So hiyo hata ina interpretation, because as I'm saying, speaking in tongues, it is speaking beyond human understanding. Maisha ya hii lugha za kawaida watu hawezi zielewa, hata shetani mwenyewe hawezi zielewa. So mimi napigana na najua sasa hii vita ninaisema mimi na Mungu wangu, siri zangu nazitangaza mimi na Mungu wangu. So sometimes it's good to understand that, so that hata nisitoke naenda tu nakuta mtu wa mama wa soko naanza kuongea na yeye ndimi zenye ziko out. Mimi nitaonekana kama mimi ndio niko out. It is right to speak in tongues as a prayer language. Hiyo haina control na haina interpretation. Lakini kama una speak sasa kwa watu, then hiyo itahitaji interpretation. Could it be hiyo ndio inasababisha watu are resistant to that one, kwa sababu hawaelewi the difference between praying in tongues and speaking in tongues? I don't know, Pastor, can you help us? I don't think necessarily it can be the difference. Unajua, sometimes it's just a rigid heart, unaona? Kwa sababu someone who wants to learn, anaweza kuwa ananena kwa ndimi lakini hajui anene wapi. So huyo anasema okay, naweza ongea wakati wote ama wapi, then anakuwa guided. Hapana, if you're praying, unajua, but if you're having a conversation, unaongea na mwenzako, unajua, you can't just start babbling out in tongues. Unaona, lazima uongee lugha ambayo anafanya nini? Anaelewa. Lakini kama ni wewe na Mungu, but sasa watu ambao wako kinyume na ndimi, wao wenyewe watu wazungumzie kwa ndimi. Yeah, that's true. And one is because they've never desired it. Okay. Even though they can claim to be filled with the Spirit, but even from what they're saying, you can't have the Spirit in you and then you are fighting the Spirit. But I would also say kuna issue na religious backgrounds. Okay. Kuna mahali ambapo hawaruhusu kabisa mtu yeyote kunena kwa lugha, japokuwa wanajiita a Christian church. Okay. Na ukienda sana, watu wengi wenye hupingana na kunena kwa lugha wanatokea hizo backgrounds. Yeah, very true. Yes. So kwa sababu kule kuna kitu ulikuwa indoctrinated nayo, ilikujaa kukuja upande huu okay, unataka kufit, lakini you still have a hangover ya kwenye ulitoka. Na kule tulikuwa tunaambiwa it is not right kuongea kwa lugha, hata hii mambo ya kujazwa na Roho Mtakatifu ni fake nini. Lakini sasa unfortunately watu wengi huwa hawajisomei scriptures, wanangoja kuambiwa. But ukijisomea kama sasa the experience ya the upper room in Acts 2, the Bible says the Holy Spirit came upon them as the Holy Spirit gave them utterance. Yes. Yes. So what were they uttering? Other tongues. Other tongues.
So sijui ni kwa nini sasa hapa tunashindana. Na it's clearly written. Which means, na unajua waliomuua Yesu hawakuwa wakafiri. Walikuwa watu wa dini wenye wanaelewa kabisa haya mambo. So hata we unaweza kuwa tu mfarisayo wa leo. Venye tu Yesu alikuwa anapingwa, na we pia umesimama tu utapinga tu vile maandiko inasema. Na saa ingine hata huielewi. The problem ni kupinga kitu huelewi. I wish mtu ange take time yake binafsi astudy, aelewe hii ni nini. Kwa sababu kishaelewa, then you are in a better place to talk about that thing. Lakini kama hujashikanisha, si ni vizuri tu kunyamaza saa ingine kujiangalilia na uulize Mungu ni nini hii? Ni nini? Wow. Apostle, kuna kitu amesema, I'm coming back to you, Pastor. Many believers, we do not read the word for ourselves. Tunasubiri mtu asome neno, alafu Jumapili atakuja kutuambia alichokisoma. Na wakati mwingine, because they are human, wanaweza kukosea ama kumisinterpret, lakini when you read your word, na pia you know the one who gives us understanding ni huyo tu anayetupatia hii utterance yenye hutaki. So really it's intertwined. There's no way this can do without the other. I think pia to some degree kile kinaleta hii ni kwamba, you know, we have so many false teachers who have disguised themselves as believers and as teachers of Christ. You're getting me? Yes. And so kuna demonic tongues zenye zinakuwa uttered huku nje, and because when people look at them they're not seeing Christ, and so wanakashifu ilo sola lote la praying in tongues, unajua hiyo mambo yote ya tongues. Okay. Yet ni kwamba the same way it happens, hawezi kuwa na noti fake ya 5,000 Kenya shilling kwa sababu hakuna original ya 5,000 Kenya shilling. Yes, No. yes. But because we have a legal tender note ya 1,000 original, ndio unaweza pata fake ikitokelezea hapo. And so just because this is happening, it should tell you kwamba there is truth. Kuna ya ukweli. Yes. Unajua? Hii ni wrong. Kuna kitu mention hapo ambayo ni very key. Ni vizuri pia kujua kuna demonic tongues. Yeah. Kuna godly tongues na kuna demonic tongues. So si kila mtu ati ananena kwa lugha ananena kwa Roho Mtakatifu. Ndio. Lakini sasa matunda ndio itatuambia ni gani. Itatuambia ni ya Mungu au ni ya. Yes. You will know them by their fruits. Yes. Unajua hata kuna kastori, kuna ndimu za uongo. Wacha hata sasa za uongo. Kuna za kutengeneza sasa. Za kutengeneza. Na kuna hata watu somebody was saying alienda America. And then wazungu walikuwa wanamwambia, hey, this preacher from Kenya anaongea kwa ndimi sana. And this person alikuwa anaomba kwa Kikuyu. So wale, because they don't understand Kikuyu. So jamaa alikuwa anaomba na Kikuyu, lakini wazungu wanafikiria mbele ya congregation ya wazungu. Now you see, Apostle mentioned about the Pharisees. Okay. The Pharisees and the Sadducees. Najua, these guys, they defended the gospel, the law, which spoke about Jesus. They lived for the law. They trained on the law. The law spoke about Jesus, but they never knew him. When he stood before them, they couldn't recognize him. Yes. Why? There was no spirit in them to create, to make that nature that will identify with Christ. To quicken them. To quicken them. Wow. So that they'll come to an understanding of, tumekuwa tukizungumzia hili swala, kumbe tunamzungumzia ni huyu. Kwa sababu ya maandiko ni kama signpost. Sawa? Jesus I think on the way to Emmaus, speaking to hold that thought. On the way to Emmaus, we want to take a short break and we will be right back. Ndio kwa sababu nimempause ili usiende. Go take some water. Hata sisi tutachukua kopo la maji, lakini we'll be right back after this very short break. Ewe Roho wa Mungu, unishukie, unitwae, niyeyushe, unifinyange, unitumie upendavyo. Hallelujah. Ewe Roho wa Mungu
Intimate worship beyond the music. This is the program that brings you nothing else but knowledge from the Holy Spirit, where we are supposed to worship the Lord in spirit and in truth. This is our mandate given to God, to the servant of God, Apostle Lydia Mwaura, who has taken this burden through the Global Prophetic Worship Ministry to bring back true worship into the body of Christ. Remember, we meet every second Saturday of every month right here in Nakuru City in Kenya. Should you have a question about anything we are talking about in this program, or you want to be given information of how and when and where you can find us, how we meet, where we meet, and get to learn together with us about worship, please make use of the numbers on your screen. And of course, we encourage you, if you have a program, say conference, or a product you would want to bring out to the market, bring it to us. Call the numbers on your screen and we will give you directions. We want to go right back into our topic. And Nilimkatiza, Pastor, you were talking about Jesus akiongea na watu on their way to Emmaus. Yeah, thank you. Yes. I believe it's in that text. You know, I love this scripture, but I have not labored to know exactly where it is found. So he's having communication with Cleopas, and I think it was the wife. And as they are journeying, he's speaking, he's saying, you know, you study the scriptures, for you think in them you have eternal life, but they are they that testify of me. So you can study these scriptures and go to hell. That's what it means. You can just study these scriptures and go to hell. Why? They're supposed to come a signpost. Unaenda Gilgil, si ndio? Ukitoka unapata kibao kimeandikwa Gilgil 25 kilometers ama 20 kilometers ama 10 kilometers, unaona? So hiyo inakuonyesha mali Gilgil inasonga, but ukishuka hapo, ukisimama hapo useme nimeona Gilgil, nimefika, then you are missing the point. Hujafika. And so when you're studying these scriptures, it's supposed to lead you to Jesus. Now, as they're leading you to Jesus, tulisoma hapa kwamba the Holy Spirit, the Spirit of God, is Jesus without the body. Because as alisema in John kwamba I will send you a helper of another kind. And the Greek word is heteros, parakletos. Mlikuwa na mimi, mliona nikitenda kazi na nyinyi, si ndio? Mliona matunda. Anayekuja hamtamuona jinsi mnaviona, lakini mkiona matokeo. When you see the results, it is me working with you and through you.
You're getting me? Yes. So as you are journeying in the study, it brings you to Jesus. And the Holy Spirit is Jesus without The flesh, without the body. So if you don't have the scripture in you, when there is no scripture in you, then it will be difficult. Wewe ni ngumu sana kutenda kazi na Roho Mtakatifu, because he only amplifies the word in you. He is here to magnify Jesus. Sawa? He is here to, yeye amekuja kuwakilisha Yesu. Yeye anazungumzia kuhusu Yesu. Yeye anakufungua macho kumuona nani? Yes. Yesu. At creation, the Holy Spirit was hovering upon the waters. Yes. And without the word, he did nothing. Yes. I'm just backing what Pastor is saying. The Holy Spirit and the word. Actually, the word is Jesus Christ. Yes. So the Father had to release the word. And the Holy Spirit got hold of the word and Manifested. brought the manifestation of what the word commanded. So the three work together in collaboration. Wow. They are 3 in 1 or 1 in 3. The Trinity. So they work together. So if you refuse the Holy Spirit, there are things that will never ever take place in your life. Wow. Because he is the executor of the word. Wow. Yes. He is the executor of the word. Yes. Sir. Backing the same, you see, let me come in another dimension again. The Holy Spirit, tumeambiwa tulipewa kama msaidizi wetu. Ndio. And now, even singing, the Holy Spirit ndiye anakuinspire the songs that you're supposed to sing. Correct. The way you're supposed, sometimes you cannot say you are singing a new song to God and you don't have the Holy Spirit. Yeye ni helper ndiye anakupea the new songs in you. Yeye ni helper ndio anakupea even that new word. Sometimes unapata mtu anapinga about the Holy Spirit ama kuongea na ndimi, unashindwa huyu mtu anataka kwenda mbinguni ama hataki. Because it is like kukataa funguo. Yeah. You see, if the Holy Spirit is the one inspiring you, is the one that giving you anakupea direction. When people wanapinga Holy Spirit wakisema mambo ya kukosa control, let me say the Holy Spirit is the one that gives control. It is vice versa. So people refuse the right thing. Na ndio unaona shetani anataka kupinga sana pale, because anajua watu wakiweza kuingia hapo watakuwa wametengana naye kabisa. Yeah. I'm just musing about the people who fight in church. Kwa nini tunalimana kanisani? The absence of the Holy Spirit. Correct. Because Holy Spirit ndiye atakupea self control. Hata mtu akikuprovoke, unaweza jicontrol na you can't fight. Lakini hebu aende missing. Tutalimana. Ni ukweli. Na ni kwa pulpit. Tena in the name of the Lord. Oh my God. Ni kwa sababu Roho Mtakatifu hayuko wa kutuhuisha kwamba hilo tunalolitenda ni kinyume na kile tunaamini. You see? Wow, yes. So ni Mungu atusaidie kujielewa kwamba bila Roho Mtakatifu. Chege is talking about even the singing. Yeah. Composition. Tumeongea kuhusu Roho Mtakatifu anateki hold of the word. Yes. Now, have you ever noted that kama ukiimba wimbo that is full of the word, haita expire at all? Itakuwa evergreen. Kwa sababu the word of God never expires. That's right. Lakini hebu nianze kuimba zangu. Sijui nilienda, sijui nikakutana na nani, sijui wapi. Within no time inaweza kupik. Lakini itakuwa kama moto wa makaratasi. Itakuwa juu, lakini within no time it will be gone for good. And you can bear me witness, there are many songs tumesikia zimeshika moto, kila mtu anaimba, but within no time, a very short time, ishaenda. What is the problem? Huo wimbo haukuwa na neno la Mungu. Lakini ukiimba neno, my friend, your song can be sung any season, anywhere, in any circumstance, transgenerationally. That's right. Because the word of God is the same, and it remains powerful. Na utasikia mtu akisema huu wimbo huu hauchakai. Every time I sing it is still powerful. What is powerful about the song? It is the word of God in that song. The constant na sasa denominator. Roho Mtakatifu ndiye anatuhuisha tuimbe nini.
So when we go to that word, Roho Mtakatifu ndiye anatuelekeza tunga wimbo about this. Correct. Na nakulainia up scriptures, unaweka kwa huo wimbo. Watu wanaona ni lyrics, lakini ukweli ni quotation of the word of God. The word of God. Yes. That's very true. Wow. It just gotten to me that the word of God is a constant denominator. It does not change. Like Apostle says, transgenerational. Because ni neno tu umelilift, ukaiweka in a rhythm, in a certain kind of rhythm. Yes, Pastor. The spirit, I say the spirit is like a divine Google. Like a divine Google. Unaona venye siku hizi watu wanatumia akili mnemba AI to navigate Google and get results very fast. Now the only way to get results from God is by the spirit. Wow. Very true. Because you see, the spirit world is a legality world. Sawa. And when you look at the spirit world, for instance, the office of the Father is a judicial office. Sawa. The Son, mwana, yeye ndo huwa anatumwa. Sawa. Yeye ndo alitumwa kuja kutuletea ukombozi and everything. The office of the Son is a redemptive office. Sawa. Grace, mercy and everything. Iko hapo. But then the spirit is the executioner. Yeah. Sawa. Bila Roho Mtakatifu, there's no manifestation. He breathes. Yeye ana brood and he brings forth. Yeye ndo ana birth. Yeye ndo ana breathe upon ili uone nini ule uhai unafanyika. So without him hakuna kitu kinaweza fanyika. It is impossible. Inakuwa ni ngumu. Unaona? And so when you sit down in church and you see hata ukiangalia saa hizi jinsi huduma zinafanyika. You know, when in the Bible days the founding fathers wakati kanisa linajengeka linakuja nini, if you look for instance ungali kama Acts unapata 90% of what was happening in the body was led by the spirit. 10% was only organization of men. That's right. But right now if you observe utapata 99% is the organization of men. Sawa. Maybe one but tena maybe na ukipata wale ambao wanapatia Roho Mtakatifu nafasi, they are very few. Na mostly they are condemned by the others. So unajikuta uko ndani ya hii mbogi wewe unaona venye nafaa kukua, lakini hawa wao wamekuja na experience unaona venye wanatarajia mambo ikue bila Roho Mtakatifu. Okay, let me just put in something. Unajua sometimes huwa tunaangalia kama nasema kama umejazwa na Roho Mtakatifu lazima uombee vilema watembee, lazima but the basic work of the Holy Spirit is to help me to live a Christian life. Kunibadilisha mimi kutoka yule wa kitambo niwe a new creature in Christ Jesus na niweze kuambatana na maagizo ya Mungu kulingana na vile Mungu anavyotaka. Yes. So hata nikidai nimejazwa na Roho Mtakatifu na ninaishi maisha ya kale, there is something amiss. True. Huyo roho aliyenijaa huenda si wa Mungu, ni roho tofauti Kabisa. kwa sababu kama nina Roho wa Mungu atanihuisha kumtii Kristo, kutii neno la Mungu, kutembea Mungu anavyotaka nitembe, kunena anavyotaka ninene. Lakini sasa kama ninaishi tu kivyangu na hapa ninapiga lugha, most likely hizi lugha Ni za kwingine. Ni za kwingine. Paulo anaongea na I believe in this Corinthians akizungumzia about the new man and the nature of the new man, and he brings a presentation of three natures, three different kinds of people. Na he brings them in the Greek, and when you study that unapata anazungumzia mwenye hajaokoka. Sawa? Mwenye hajaokoka, yule ambaye ameokoka lakini bado ni ulimwengu, na yule ambaye ameokoka lakini anaongozwa na Roho Mtakatifu. Unaona? Na anasema huyu ambaye hajaokoka yeye anafaa kuja upande huu, sawa? Lakini huyu mwenye ameokoka, hapo ndo kuna changamoto. Huyu mwenye ameokoka, mguu mmoja kanisani na mguu mmoja kwa dunia, hapo ndo kuna vita zaidi. The fleshly man. And the flesh always wins. Unaona? Mguu mmoja kanisa, mguu mmoja kwa ulimwengu. Unaona ni brother tuko naye nini? Lakini hata anaanza they can advise you, but bado ukiangalia maisha yake unashindwa ile hekima ulikuwa unajaribu kunipatia, what you are telling me na wewe mwenyewe how you are living, it is not it does not align. It's contradicting. It does not align. And then there is this one now who was surrendered, who has been filled
with the Holy Spirit. Yes. You know, and these are the people that we have in church saizi, in the body. Huyu mwenye anafaa kusaidika hajui Roho Mtakatifu. Sawa? Anafaa kufunzwa neno, anafaa kuokoka, ajengeke, akuje. Sawa? But the bigger percentage iko hapa, the carnal Christians. Unajua carnality si kwamba hajaokoka. Kuokoka ameokoka, lakini surrendering. They yield more to the flesh. Hiyo ndio kazi. Yes, And yes. you know, people, I wish people could understand kwamba the Holy Spirit is like the engine. It's, you know, Holy Spirit is not part of worship. He's the heart of it. Yeah. The heart of it. So it's like nimeingia kwa gari na nataka hii gari nisikuwe involved na engine. Sasa vipi itaendaje? Naona nisikuwe involved na hiyo engine hata kidogo. So hata nisitaki kuigurumisha. Isigurume, lakini nikage kwa na nataka iende. Nataka niishi hii maisha ya Ukristo, lakini nikisikia Roho Mtakatifu sitaki. Sasa hiyo ndio carnality inakujia hapo. So unapata huyu mtu amejitenga, anasemanga tu. So when the vitu za dunia zinakuja, ana shine. Anakuwa sasa yeye ni moto ya mafefe yenye ipikangi githeri. Tunasema kwetu in that. It does yezi ivisha hata ufanye aje. So hii gari yake haitawai because alikataa mambo ya engine. So Yeah, it will never move. Itakuwa tu hapo hapo. Yes. Tukikuja like to the issues of worship, without the Holy Spirit, una worship nini? Aje. Because without the Holy Spirit, you don't know the mind of God. Yeah. So ni nini utafanya? Because tuliongea mambo, tukafikia mambo na family na ndoa na nini something. Lakini sasa tunataka kuworship. Unajua hata mtu asiye na roho ako na talent. Yeah. Kabisa. Sasa hiyo ndio huwa tuna confuse anointing na talent. Naweza kuwa so talented And experienced. and very experienced yet void of the Holy Spirit. Correct. 100%. Na nikiimba mtafurahia tu. Mtashangilia ni venye yani my rendition is perfect. Lakini kuna kitu ambayo haiwezi fanyika with my rendition Correct. without the Holy Spirit. Kuna venye ninaweza kuja hata sina rendition poa, lakini I'm so full of the Holy Ghost. Ninaweza kusimama venye tu nitaimba that very simple song. Conviction ianze kushukia watu. Yes. Sio expertise inafanya hiyo ifanyike. Ni the flow of the Holy Spirit mwenye anaishi ndani yangu. Wow. Ana convict watu wenye wananisikiza. Wow. So itategemea unataka nini, a perfect rendition ama a conviction. Chaguo ni lako. And you know, amesema hivyo nikakumbuka, there was a time we went for a worship service somewhere. And the service was so good. And unasikia, umewaisikia uko convicted kabisa now. Roho wa Mungu anatembea. Everything is very okay. And so unfortunate that the pastor, the one who was leading was just a normal guy. And then there was an invited guest. So now the pastor akaona saizi kameshika. Now let's exchange the invited guest. Now washike na nendi alikuwa kwa poster anajulikana. Take now over now, because now hata yeye mwenyewe pastor pia convicted roho ametembea. And wakati ilienda alichukua, it's like now kumeenda aje, what is happening? And it's like a guy tulikuwa naye ananiuliza, kwani huyu mwimbaji alisahau kuimba, alishindako kuimba? And I was still praying. Mimi nikajua hapa kama huyu angejua angeacha tu. It's not about who is coming, but because we all of us tunataka roho wa Mungu atembee. Haijalishi nao chombo.
haijalishi chombo ni kigani. So Mungu ni atusaidie ya kwamba sometimes anaweza kuwa amekuja mtu ambaye hata hajui kuimba, lakini Mungu amemtumia na Roho ametembea. Tuache the so called names, big names. Lazima tu. And let me tell you, Mungu anaweza kukutumia, you come up with a very good song ya season. Na wakati huo ambayo Mungu na Roho Mtakatifu alikuwa anatumika. Na pia uinvitiwe, uende mahali kuimba, ukute watu wanaimba your song. Lakini kwa sababu wewe hauja connect vizuri, mimi ndio artist, ndio nilimba hiyo wimbo, hauja connect vizuri, ufike hapo utake kuchukua hiyo wimbo, Roho apotee. Wow. That's true. Wow. So that means that for you to walk with the Spirit, there must be harmony. There must be harmony. Yes. Kama tu vile mcheza chombo anaweza kaa na ile keyboard pale, for you to get a chord is 3 notes. Ndio unacheza chombo. You press 3 notes together for you to get a chord. That's a chord. Yes. 3 notes together. But when you press 3 notes together, what you get is harmony. Sawa? What you get is harmony. So for you to walk with the Spirit, there must be alignment of Very your mind. Wow. And of your heart and the conduct. Huku nje maki ndo tunakuona moyo wako tuoni, lakini moyo wako una materialize, unaonekana wapi? Nje. How you're conducting yourself and how you're airing yourself out. Pastor ametumia a very key word, alignment. Alignment ya Holy Spirit si mchezo. It's not a by the way thing. Because many of us miss out on God because we are misaligned. Because kuna venye Mungu anataka kutupeleka ndio tuingiane na makusudi yake katika maisha yetu. Hiyo ndio alignment. Lakini mimi ninataka nikae kama Vero. Akiimba naonaga venye ana drive hiyo wimbo. Hata mimi naanza kumuiga sasa. Mimi si Vero. That's right. Na if you are looking for Vero in me, you are mistaken. Hutampata. Because I am a totally different vessel for a different purpose. Yes. We may be both singers. Very good singers. But venye wewe unafanya mambo na venye mimi nafanya mambo ni totally different. Tofauti kabisa. Kwa sababu hata tukiwa kwa hii timu kuna vile our individual callings are very different. Correct. Tuko in the same worship team lakini wito wetu si same. Tofauti kabisa. Na sasa hiyo ndio kazi ya Roho Mtakatifu, kufanya alignment ya kila mmoja kuingiana na wito wa Mungu katika maisha yetu. So hapo hakuna kitu na competition na copying sijui na nini. No, it's not about what you are doing and whether it is different from what I'm doing. Yes. The issue ni alignment ya Mungu kwangu inanielekeza wapi. If I agree with the Holy Spirit and move according to his alignment, kila kitu itakuwa beautiful. Wow. Wow. But if I try to copy you kwa sababu nafikiri yako ndio iko sawa, inashika, my friend, you've missed it. Just in a second. You see, Apostle speaking about alignment and expounding on it. Unaona inaweza kuwa wewe you're aligned kwamba your code language is kneeling down. Sawa? Mwingine yake is laying prostrate. Sawa? Mwingine yake is lifting hands. Sasa unakuja unapata mimi nimekaa nimenyamaza nimefunga macho, si ndio? I'm just focused. That's my code. Sawa? Na wewe code yako ni ya kuinua mikono. Alafu unaona ni kama kuinua mikono kama is not working. Let me just sit down. Unatoka kwa ile njia. Unaona? Wewe njia yako ni hii lakini umejitoa. Roho Mtakatifu alikuchonga kuambia wewe kama chombo changu, wewe ukishoinua mikono namna hii, mimi nitafanya kile ambacho nataka kufanya. Wewe unasema hapana, acha mimi kae chini kama mwakio, ni nyamaze namna hii. You are taking yourself out of place. True. But the opposite is also true. Inaweza kuona umeketi nikasema huyu jamaa hakuna kitu anafanya. Ametupa mbao. Haelewi. Unaona venye wengine wana worship na yeye amekaa hapo amenyamaza. Kitu anafanya. Na amefunga hata macho. So hizo majudgments katikati ya mkutano ndio huwa inatupotezea network. Wewe acha mtu afanye venye anaelewa na venye Roho Mtakatifu anamuongoza. Ndio. Si wewe kudictate. Hata ukiwa wewe ndio una lead hiyo siku, let the Holy Spirit minister to people the way he wants to. Yes. Si mimi na ministia watu, ni Holy Spirit ana ministia watu. I once in our church I was leading and somebody nikaona mtu amesimama. Mtu najua amesimama tu ameangalia one place hivi. And then after service nikaenda nikamuuliza, kwani nilikuwa naimbisha aje ama ni shida ilikuwa ni nini? And you know aliniambia aje? I was not seeing
even here Looking at you. the Lord was speaking to me to go and pray for somebody. And I was sorry for myself. Nikajiambia unajua saa pengine mimi nilikuwa naona ningetoka hapo nini mwambie wewe uone hao wengine wameinua mikono hata wewe inua mikono. So sometimes not good. Kuna naonanga hata sababu zingine tunajaribu kuforce watu waende kama sisi. Waende kama sisi, na Roho Mtakatifu hata akikuja hajanikujia venye amekukujia wewe. Ni ukweli. Because kama angekuwa anatukujianga sisi wote the same level, tungekuwa tunaombeanga pastor wetu vizuri, akae vizuri, ndio akimkujia sisi tukue tumepata shortcut. But hii njia ni ya kila mtu. Ni ya kila mtu. Wow, I love it. I love it. Hii njia ni ya kila mtu. And agree with God and be saved. That's all I can tell you. Agree with God and be saved. Now, wakati mwingine I think it's a mentality we have that lazima roho kama amekuja viti viwe vimeinuliwa, watu wameskata all over the place. that rolling on the floor, lazima watu waanguke, manduru. The Holy Spirit can come down and everywhere is silent. True. Na saa zingine even us wana lead kupewa hiyo privilege ya kuongoza other worshippers, unaona la kwamba leo ibada ilikuwa imekauka kwa sababu hakukuwa na manduru, hakukuwa na kelele zozote. You understand? So That it is being religious. That is being religious. Unazoea Mungu, unataka apitiage ile mlango kila siku. God Na is anaweza not like sema that. leo nitapita na dirisha, lakini wewe umezoea kipita mlangoni. Otherwise I hope ya kwamba sote tumelearn na that the Lord will help us to agree with him. Without the word, Holy Spirit cannot find expression. Until the word was manifested, then the Holy Spirit found expression. Agree with God and be saved. Until we meet again, stay blessed. And I will worship you with all of my heart. And I will worship you with all of my mind. And I will worship you with all of my strength. For you are my